yangu mpendwa katika Kristo, shalom. Leo ni siku ya pili, le 24 février 2026. Tunashukuru tena Mungu mwenyewe atujalia neema ya kuona tena mchana wa leo. Jina lake litukuzwe, liinuliwe kwa yote yeye anafanya kila siku juu ya maisha yetu. Tungali pale kwa mada yetu yenyewe tuliongea kaya kusema juu ya nini inabidi nifuate Yesu. Juu ya nini inabidi mimi nifuate Yesu. Ni swali huko najiuliza, na ni swali watu wengi wanajiuliza. Jezi Petro aliulizaka Yesu, tunaacha kila kitu, nini tutapata kwako? Mathayo 19 pale verset yake ya 27 mpaka verset ya 30. Donc alimuuliza Yesu swali na Yesu akajibu, mkinifuata mimi mtapata 100% hapa duniani na kwa mwisho uzima wa milele. Na tulianza na kueleza juu ya 100%, hatutarudilia tena kule. Na hapa sasa tuko naongea juu ya uzima wa milele. Uzima wa milele ni nini? Ni kufuata Yesu Kristo, ni kukuwa na Yesu ndani yako. Juu Yesu ndio analeta uzima wa milele. Hakuna uzima wa milele kwa nje ya Yesu Kristo. Ndugu yangu mpendwa, ukitaka uzima wa milele, pokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako. Gizi nasema katika kitabu ya Yohana 1 pale mstari wake wa 12, watu wote walio walipokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wao waliwafanya kuwa watoto wa Mungu. Donc ukipenda kukuwa mtoto wa Mungu, itika Yesu Kristo ndani ya maisha yako. Ndugu yangu, hiyo ndio kitu ya muhimu yenyewe tunatafuta. Ndio 100% hapa duniani haiko mbaya, unaweza kupata kila kitu. Mtoto wa Mungu waishi vizuri. Ya muhimu yenyewe tunatafuta ni après kifo yetu tutaenda wapi? Ifo tukue na Yesu, tukue na uzima wa milele, tuishi na yeye milele, tuishi na Yesu milele. Ndugu yangu mpendwa, Yesu anasema hapa ndani ya Luka 1 verset yake ya 33 pardon, inasema yeye atatawala milele. Yesu Kristo atatawala ndani ya nyumba ya Daudi. Yesu ndani ya nyumba ya Yakobo. Yesu atatawala milele. Utawala wake haitakuwa na mwisho. Utawala wa Yesu hauna mwisho. Ndugu yangu mpendwa, ndio utawala yenyewe tunatafuta. Kutawaliwa na mtu mwenye utawala wake hauna mwisho. Njoo Yesu Kristo. Unaweza kutawaliwa na watu wa dunia, unaweza kutawaliwa na watu huku na huku. Mmetafuta utawala yenye haina mwisho. Njoo utawala wa Yesu Kristo mwenye tutaishi naye milele. Hakuna magonjwa kule, hakuna kifo kule. Katika utawala wa Yesu Kristo hakuna kifo, hakuna magonjwa. Tutaishi na yeye milele. Njoo tunatafuta uzima wa milele. Tunatafuta kwanza uzima wa milele, na vingine vyote vitakuya nyuma. Ndugu yangu mpendwa, juu uko natafuta uzima wa milele, unajua kama après kifo yangu nitaenda kwa Yesu, Yesu atanikamata, tutaishi naye milele. Hiyo ndio kitu tunaweza niko nakwambia kwa siku ya leo. Ndugu yangu mpendwa, wewe mwenyewe yaokoka una uzima wa milele. Wewe mwenyewe au yaokoka hauna uzima wa milele. Uzima wa milele kwa wenyewe wanashaokoka. Kabdongi tafuta kuokoka. Kama uyaitika Yesu Kristo ndani ya maisha yako leo, na unakuja kukutangazia kama tafuta kupokea Yesu Kristo ndani ya maisha yako, mpokee na upate uzima wa milele. Bila hivyo utapata yote hapa 100% duniani, na mwisho hautaenda pamoja naye, hautanyanguliwa pamoja naye. Na ukitaka upate 100% duniani, mwisho upate uzima wa milele. Donc ndani ya 100% tafuta kufuata Yesu, kumpokea Yesu. Juu sasa unapokea Yesu Kristo, kila kitu ni sawa katika maisha yako. Sasa unapokea Yesu Kristo, unajua kama après kifo yangu sitakuwa, donc après kifo yangu mimi najua kama nitaenda na Yesu. Ndugu yangu pendwa, hiyo ndio nakutangazia leo. Tutafute kubaki na Yesu. Yeye ndiye njia ya kweli, yeye ndiye njia ya kweli, yeye ndiye anatuokoa katika dhambi, yeye ndiye anatuokoa katika vitu mbalimbali yenye naweza kutufikia katika maisha yetu. Mungu akubariki kwenye huko, ndugu yangu mpendwa. Wewe mwenyewe ulisikia neno hii neno ipate nafasi ndani yako. Kama bado huyapokea Yesu Kristo, pokea Yesu Kristo ndani ya maisha yako, juu upate uzima wa milele. Yesu akubariki kwenye huko. Tutaendelea kesho Mungu akitaka. Tuombe pamoja. Mungu wangu, Baba yangu, nasema tena asante
kimbilio langu na msaada wa karibu. Tunasema asante tena kwa hii neno ya leo. Asante Mungu juu unaongea nasi. Asante Baba kwa matendo makubwa yenyewe ulifanya kwa siku ya leo. Jina lako litukuzwe kwa hii neno nzuri Baba. Unaongea nasi kwa kuwa na uzima wa milele ni kukupokea kwanza wewe Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wetu. Baba, kila mtu wote mwenye atanisikiliza, mwenye ya kupokea Baba, hii neno akiyasikia Baba, akiona hii video Papa, akupokea wewe Yesu Kristo juu apate uzima wa milele. Mungu kwa matendo makubwa. Na bariki kila mtoto wa Mungu popote kwenye iko. Wenye wako wagonjwa wapokee uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Haijalishi yenyewe walisema juu ya magonjwa yenyewe uko nayo. Yesu Kristo ndio mponyaji mkuu. Yesu Kristo ndio anaponya magonjwa. Na naomba Yesu, ponya watoto wako popote kwenye wako, wenye wako na makansa, wenye wako na masida, wenye wako na magonjwa mbalimbali, hypertension, hypotension, wote wale Baba, wewe unawajua, makanseri wewe unayaponya. Hakuna magonjwa yenyewe uponyake Baba. Kila magonjwa yote yenyewe wanadamu walisema iponake, watoto wako wote wapokee uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Asante Mungu. Wenye wako wanatafuta kuzaa, wapokee watoto kwa jina la Yesu Kristo. Asante Mungu. Protection ya mbingu endelea kwa juu yetu. Asante kwa ukovu wenye watu wako napokea. Asante Baba kwa kila kitu yote Baba yenye wewe unatoa katika maisha yetu. Mwezi huyu Baba wa pili na watatu na waine. Asante Mungu juu unatengeneza lisha mambo mazuri. Ya giza yote inaenda kuondoka katika maisha yetu. Baba, wewe peke unaenda kutuongoza kwa jina la Yesu Kristo. Jina lako litukuzwe, liinuliwe milele. Juu unastahili sifa na maabudu kwa jina lako Yesu Kristo mweza yote tunaomba hivyo. Amen.